giza ambalo halipo usiku tu, ni giza linalokaa moyoni, lile giza ambalo hata mwanga wa jua hauwezi kuliondoa. Zaid, kijana wa mtaa wa kati, alilelewa katika familia ya dini. Baba yake alikuwa mcha Mungu, mama yake alikuwa mpenzi wa Qur'an. Lakini Zaid alipofika umri wa barehe akabadilika. Marafiki wakamvuta, si kwenye elimu bali kwenye starehe za dunia. Pesa kidogo aliyokuwa nayo ilitumika kwenye vijiwe na vibes zisizo na maana. Siku zilivyozidi kwenda, moyo wake ulizidi kuwa mbali na dini. Swala ikawa hadithi, Qur'an akasahau hata herufi. Lakini jambo moja halikuwahi kumtoka, dua ya mama yake. Kila asubuhi mama yake alikuwa akisema, ewe Mola, mrudishe mwanangu kabla hajachelewa. Lakini Zaid hakuwa na muda wa kusikia hayo. Alikuwa maarufu mtaani. Kila posti yake Instagram ilikuwa na maoni kibao, mapicha ya lifestyle, chakula, magari, safari za beach. Ila ndani yake kulikuwa na hali ya huzuni ya asili. Alichukua Qur'an, akavuta kiti, akakaa kimya, akafungua ukurasa wa kwanza. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndani ya moyo wake alihisi kama upo mwanzo mpya. Lakini je, toba yake itadumu? Je, marafiki zake watamcheka? Je, atavumilia mitihani ya mabadiliko? Hii ilikuwa ni mwanzo wa safari yake ya mwanga. Baada ya miaka ya kutangatanga gizani, moyo wangu huwa unakuwa mwepesi sana nikilala usiku, alijiambia mara kadhaa, kama vile kuna kitu nakikosa, lakini siwezi kuelewa ni nini. Siku moja, usiku wa Ijumaa, akiwa club na marafiki zake, mlevi mmoja alizimia ghafla, wakampeleka hospitali. Hakuwa mlevi wa kawaida, alikuwa rafiki yao Amal. Dakika chache baadaye, daktari alitoka akisema, pole, rafiki yenu amefariki. Kwa Zaid ilikuwa ni mshituko wa maisha. Akakumbuka saa 2 zilizopita walikuwa wakicheka. Sasa yupo chumba cha maiti. Hakuwahi kuhudhuria msiba wa mtu wa karibu kiasi hicho. Msibani alisimama pembeni ya kaburi akitazama mchanga unaotupwa juu ya jeneza. Machozi yakaanza kumbubujika. Hakusema lolote, lakini moyoni alijisemea, hivi ningekuwa mimi aliyekufa, hali yangu mbele ya Allah ingekuwaje? Usiku huo Zaid alipata ndoto ya kutisha. Aliota kaburini peke yake, giza, upepo mkali na sauti nzito zikisema, Zaid, nini ulifanya kwa ajili ya Mola wako? Alihangaika, hakujua ajibu nini. Akajibu kwa kilio. Hakusikia huruma. Aliamka kwa mshituko, jasho limemtoka mwili mzima. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka, Zaid alipiga udhu. Usiku huo huo akaswali kwa sauti ya kutetemeka. Alisema, ewe Mola, sijakujua, sijakutii, lakini naomba unipe nafasi. Lakini je, safari ya Zaid ya kuelekea kwenye mwangaza itaendelea au giza la zamani litamvuta tena? Usikose episodi ya pili, ishara kutoka kwa Allah, inayokuja hivi karibuni. Subscribe sasa ili usipitwe.